watu huweza kupata their girlfriends and their wives katika maeneo mbalimbali. Imagine umeenda kwa club. Wewe ulikuwa katika shughuli zako za kunywa pombe pale, lakini wanaume jinsi Mungu alivyowaumba ni watu wa kuwinda. Yaani unatupatupa macho kando. Huyu ni nani? Mrembo, kuja kaa hapa. Anapoa bia moja, anapoa soda moja, na mwishowe mnatongozana 1 2 1 2. Mwishowe anaweza kuwa girlfriend wako ama anakuwa mke wako wa maisha, na mnakaa miaka 70 na kuzidi juu. Ama unaenda kanisani, ama kwenye basi, ama kwenye gari, ama tu kwenye disco ama disco matanga, unapata mpenzi wako pale na anakuwa your girlfriend or your boyfriend for the rest of your life. Mambo ni mengi na maeneo ni mengi ambayo watu huweza kupata wachumba wao. Just imagine siku moja jamaa alikuwa anajulikana kwa jina pale kama Peter. Peter alikuwa amekwisha maliza shule yake ya msingi na akajoin shule ya sekondari na akaweza kumaliza, na mwishowe akaenda akajoin University of Nairobi, na mwishowe akagraduate na Master of BCom, Bachelor of Commerce. Alright? So Peter baada ya kugraduate aliweza kutafuta kazi, lakini kazi zilikuwa nadra sana kuzipata na mambo yakawa magumu kwake, lakini mwishowe aliweza kubahatika na kupata kazi nzuri pale, akaendeleza maisha yake. Baada ya kupata kazi, Peter mambo yaliweza kuwa magumu pale, aliweza kutongoza wanawake wengi, lakini mwishowe hakuweza kufaulu. Siku moja Peter kulikuwa na mazishi kule ushago kwao, na Peter aliamka asubuhi vizuri na mapema, akaenda pale Country Bus Nairobi, akaweza kuboard gari moja pale ambaye alikuwa anaenda nyumbani kwao. Kulikuwa na hiyo shughuli fulani ya mazishi kule nyumbani. Peter aliweza kuingia gari kwa jina la Kinatwa Sacco. Gari ilikuwa imejaa watu, lakini pale katika kiti cha nyuma ilikuwa inahitaji tu watu wawili. Pale nyuma ni only one girl mwenye alikuwa amekaa pale, mwanadada mmoja mrembo sana alikuwa amekaa pale kiti cha nyuma. Unaona? Peter alikuwa mtu msumbufu, mtu mwenye yani ni social, kuongea na watu hapa na pale. Yani Peter hakuwa introvert, kwa neno lingine la kizungu la kilami. So aliweza kumsalimia yule mwanadada pale, na mwanadada aliweza kumnyamazia. Katika kile kiti cha kando kulikuwa hakuna mtu pale. Peter hakuweza kugive up. Aliweza kusalimia huyo, na baada ya kunyamaza gari likajaa na wakaamua safari ni ya kwenda majumbani kwao. Unaona? So wakiwa tu bado wanaenda pale, Peter alikuwa amekwisha buy soda yake pale. Yeye anajivinjari vizuri, na ule mrembo mwanadada ambaye alisalimiwa na akanyamaza, akakataa salamu zake, akaanza kuambia Peter pale, yuahisi kiu, unasikia kiu. Sasa Peter akashangaa atasaidia huyu mwanadada vipi? Na kwanza the first thing aliweza kumsalimia, na mwishowe akaweza kumnyamazia. Peter aliweza kuangalia ile gari pale mbele. Kulikuwa kumeandikwa pochi la biashara, na kulikuwa na nambari ya simu pale mbele yake. Unaona? Peter aliamua kupiga ile namba. Kumbe ile namba ilikuwa ya driver. Unaona? So driver aliweza kuchukua na akaambiwa na Peter akifika ile soko iko hapo mbele, akaweza kusimamisha gari ili wakaweze kununua soda fulani pale, ili mwanadada ule akaweze kukata kiu. Unaona? Yanaitwa mapenzi. Noma sana. Haya, wakafika pale, gari likasimama, na Peter akaweza kushuka na akaenda kununua soda ya ule mwanadada mrembo pale. Mwisho ule mwanadada aliweza kumwambia jina lake, na safari ikaenda. Unaona, Peter pale wakiwa pale kwa gari, ule mwanadada aliweza kumwambia Peter kwamba yuahisi usingizi, yuataka kulala. Peter alikuwa na begi yake, bag ya ile kubeba kwa mgongo, aliwekelea pale kwa mapaja yake, na ule mwanadada akaweza kulalia ile bag. Wakaenda, safari ikakuwa ndefu. Ule mwanadada aliweza kushika mkono wa Peter wa kushoto, wa kushoto, akauvuruta akaweka pale kifuani. Guess what? Noma sana, mapenzi haya. Mapenzi matamu. Akauweka ule mkono pale kwenye chest ya Peter. Peter akashangaa, ola rada, hapa ni aje? Noma. Wakaenda, mwisho wakafika. Ule mwanadada alikuwa anaenda mahali fulani na akabadilisha njia, akasema wacha leo tuende kwa mazishi ya huyo mtu wa kwenyu wa familia ambaye alikuwa ameaga dunia.
Peter na ule mwanadada wakaenda huko. Baada ya mazishi, Peter aliweza kurudi Nairobi na wakapigania simu, wakazungumza pamoja na mwishowe wakaweza kuwa wapenzi wa kuishi pamoja, wachanda na pete. Hivyo ndivyo walivyopatana na mwishowe wakaoana. Mambo ya Mungu ni mazito na watu wengi huweza kuchanganyikiwa. When the right time comes for you, it becomes the right, and when God says yes and puts a tick, that is your life and no one can take it back. Alright, hivyo ndivyo Peter aliweza kupata mpenzi wake, na kwa hivi sasa wanaishi vizuri sana na wana watoto 3 wamebarikiwa. Mmoja yuko katika grade ya 4, mwingine ya kwanza, na mwingine bado ni mchanga, bado kidogo tu vile. So thank you guys for watching my videos. If you are new here, you haven't subscribed so that you can get all the videos, and tell me what the life experience have you ever met in your life. So until next time, it's a goodbye for now. Stay focused.